Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwataja waja wake wema, ibadur rahman, wale ambao wanamuabudu na kuomba mwingine asiyekuwa Allah, wamemshirikisha Allah, na yule ambaye ameua nafsi, dhambi nyingine mbaya kabisa, ameua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isiuawe, kwamba haifai kumuua huyu. Wewe ukachukua kisu ukamdunga kisu ukamuua, ukamkata mapanga, ulimpiga risasi, au umefanya jambo lolote, umemtilia sumu ukamuua mwenzangu, dhambi mbaya. Kuvunjwa kwa alkaba ni jambo rahisi, jambo jepesi kuliko damu ya mtu mu'min, ni jambo baya. Angalia na wale ambao wameua nafsi, na yule ambaye ameua nafsi ambayo Allah ameharamisha. Sasa kama ilitokea wewe umeua watu 10, 15, ulikuwa jambazi, ulikuwa mtu muovu, ukaua mtu, asije kukwambia bwana maadamu uliua wewe usamehewe. Msikilize Allah anavyoeleza, wala yaznuna, wala hawazini. Umetia mimba hapa, ukatia mimba pale, ukatia mimba pale, watoto 50 vimada na nini uko nao, maisha yako yako namna hiyo, maisha kwenda na kurudi. Waman yaf'al dhalik, sikiliza maneno ya Allah, atakayefanya hayo, yalqa athama, atapata madhambi, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, adhabu yake itafanywa maradufu siku ya kiyama, wa yakhludhu fihi muhana, na ataishi katika adhabu hiyo hali ya kudhalilishwa. Illa man tab, ila yule aliyetubu, wa amila amalan saliha, baada ya kutubu akatenda amali njema, hao ndio wale ambao Allah atawabadilishia yale madhambi yao, makosa yao yawe mema, maovu yote uliyofanya. Lakini maadamu uliamua sasa kurudi kwa Allah, mimi basi, wajuta kwa nini ulifanya, wasikitika na umeazimia kwamba sirudii tena, na ukaomba msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba na anayabadilisha yale maovu uliyofanya, atayabadilisha yawe mema. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah daima ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu.